Yesu atarudi. Babu yangu babake alimpa babu kwamba Yesu atarudi. Babu akampa baba. Yesu atarudi. Babu akampa Yesu atarudi au hatarudi ni utafiti ambao tuliufanya mtaani ili kuangalia kwamba je, tunapohubiri injili watu wanaamini kwa kiasi gani kwamba Yesu atarudi au hatarudi. Ni utafiti ambao tumeufanya bila kuyapinga au kumsahihisha mtu, na mwacha mtu azungumze kama anavyoona yeye kwa imani yake na kwa jinsi ambavyo anaelewa, ili uweze kupata kujua kwamba ni kwa kiasi gani watu wanafahamu au wanaamini ujio wa Yesu ambao tunasema ndio kiini cha injili kwa sasa. Hebu tuangalie majibu ya watu, yatakushangaza sana. Ndugu yangu unaitwa nani jina lako? Mimi naitwa, jina la kuzaliwa ni James. Lakini kwa mtaani naitwa Obama. Naitwa Obama. Lazima kutana bwana Obama. Bwana Obama, wewe kwanza mara ya kwanza kusikia kwamba Yesu atarudi ni lini? Kabla sijazaliwa. Kabla hujazaliwa. Sasa kwa imani yako, babu, baba na mababu tunaambiwa kwamba ni miaka 2000 sasa hivi tokea Yesu apae mbinguni. Ila tumeambiwa atarudi. Wewe kwa imani yako unaamini Yesu atarudi kweli siku moja, au ni story tu wazungu walitupanga ili waendelee kututawala kama Afrika? Babu yangu babake alimpa babu kwamba Yesu atarudi. Babu akampa baba. Yesu atarudi. Babu akampa mama. Yesu atarudi. Na mimi mpaka nifikia hapa sasa hivi nina miaka karibuni 37. Sasa atarudi mwaka gani? Wale walikuwa na miaka mingapi na mimi nilikuwa na miaka mingapi? Kwa hiyo kwa imani yako bwana James au Obama maarufu kwa mtaa huu, unaamini hatarudi au atarudi? Mimi kwa imani yangu, yes, harudi. Ni story tu tumepangwa. Ni story tu tumepangwa. Okay. Yesu harudi. Yesu harudi. Okay, sasa shukrani. Haina shida. Ndugu yangu. Ni kitu ambacho hakimu katika mfumo wa dunia hii kwamba Yesu atarudi. Atarudi vipi? Yes. Wewe ukifa unarudi? Haurudi. Sasa kwa kwa wewe alishaondoka, ameondoka. Okay, shukrani. Haina shida. Ndugu mwingine hapa bwana, jina lako unaitwa nani? Nasoro Kisu. Naitwa Nasoro Kisu. Ndio. Sasa wewe kwa imani yako kama ambavyo tumeambiwa babu tumeambiwa Yesu atarudi. Wewe kwa imani yako unaamini kwamba Yesu kweli atarudi au ni story tu tulipangwa na wazungu kwamba waendelee kututawala? Yesu atarudi. Unaamini Yesu atarudi? Ndio. Lini? Kabla mwaka ni Yesu atarudi? Yeah. I see. Yesu kidini, kiimani. Yesu atarudi. Na kurudi kwake ndio mwisho wa dunia. Atakuja kuwakataa watu ambao waambia hapa nifuateni kwenye imani hii, yeye kwenye imani nyingine tofauti. Kwa hiyo amini usiamini, Yesu atarudi. Nikumbushe jina lako tena. Naitwa Nasoro Kisu. Ndio. Shukrani sana. Okay, asante. Haya. Wauliza watu maswali mbalimbali kuhusiana na swali kwamba tumeambiwa kwamba siku moja Yesu atarudi. Sasa mimi nauliza Watanzania kwamba wao wanaamini vipi? Kweli Yesu siku moja atarudi au ni story tu kwamba za kufarijiana? Sasa nikutana na ndugu yangu hapa. Sasa ndugu yangu, jina lako unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Stefano Leonard Ukolo. Stefano Leonard. Wewe unavyoamini, kwanza mara ya kwanza kusikia kwamba Yesu atarudi ilikuwa ni lini? Mara yangu ya kwanza kusikia kwamba Yesu atarudi, yes, ilikuwa ni kipindi kile unaanza tu kujielewa na nini, unasikia kwamba mambo ya Mungu na Yesu yuko na nini hivyo. So unapozidi kukua ndo unazidi kuelewa zaidi. Sasa wewe kwa imani yako unaamini kwamba ni kweli siku moja Yesu atarudi au hizi ni story tu wazungu walitupanga wa Afrika ili waendelee kutawala? Kiuhalisia, kwa sababu unajua haya mambo haya jinsi unavyozidi kukua unazidi kuelewa baadhi ya mambo, jinsi watu wanavyoongea na nini. Yes. Na unazidi kujifunza ndani ya Biblia na nini unajua. Ndio. Afikiri kuangalie sisi sote tumezaliwa tu tunasikia kwamba Yesu yupo, Mungu yupo na nini. Ndio. So tunaishi kwa imani. Ndio. Ukitaka kuangalia Muislamu yeye anakuambia kwamba anaamini Mungu yupo. Lakini amini kama Yesu ni Mungu. Umeona? Lakini sisi kwa upande wetu wa Kristo tunaamini kwamba katika miungu kuna Mungu mmoja ambaye ni Mungu Baba, Mungu Mwana. Hizo ni nafsi. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Lakini Mungu yupo mmoja. Lakini Yesu Kristo ni nani? Yes. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, yani kwamba yule ni mwana wa pekee wa Mungu. Kwa hiyo kwa imani yako wewe unaamini kwamba ni kweli siku moja Yesu atarudi?
Kwa imani yangu mimi, kwa sababu kwa upande wa dini yangu naamini kwamba Yesu Kristo yupo. Yesu Kristo yupo. Na atarudi kweli. Yupo. Naamini kuamini yupo ni kitu kingine. Yupo katika ulimwengu alao kwamba atakuja. Siku moja atarudi. Siku ya mwisho. Asante sana bwana. Asante sana bwana Stefan. Asante. Mungu akubariki sana. Anaendelea na kazi yake hapa na namuona kama shabiki wa Manchester United huyu. Bwana, hebu jitambulishe jina lako kwanza. Eric nani? Eric Soelo. Sasa wewe unaonaje kwamba ni kweli Yesu siku moja atarudi au ni story tu ambazo tumepangwa na watu? Arudi. Arudi. Kwamba hatarudi kabisa. Hatarudi. Kwa hiyo una mwisho wa dunia unaamini itakuwaje yani, au ndo mtu akifa mwisho wake tayari umefika? Mtu akifa mwisho wake umefika basi. Basi. Shukrani bwana Eric. Ndugu yangu pale brother. Ni maswali. Mimi nataka nikuulize tu ile swali afu nijibu. Yaani wewe unavyoona na ndugu yangu mwingine hapa anaitwa bwana Ramadhani. Ramadhani, wewe unaamini kwamba Yesu siku moja atarudi au ni story tu tumepangwa na watu kwamba waendelee kutawala? Atarudi, maana maneno ya kinabii wanasemaga yanatimia. Yanatimia. Wewe kwa imani yako unaamini? Naamini atarudi, japokuwa mimi sio Mkristo lakini naamini atarudi. Unaamini atarudi? Okay, shukrani bwana Ramadhani. Pamoja sana. Yes, nakutana na jamaa yangu mwingine hapa ameniambia anaitwa bwana Mabewa. Mabewa, wewe kwa imani yako unaamini kwamba siku moja kweli Yesu atarudi au ni story tu wazungu walitupanga waende kutawala? Hizo ni story tu. Ni story tu. Mwamba wewe uamini kwamba atarudi? Ashaondoka. Ashaondoka. Hawezi kurudi tena. Hawezi kurudi. Kwa sababu ni miaka mingi sana. Ni miaka mingi sana. Okay. Pamoja bwana Mabewa. Shukrani sana. Yes, kwa hiyo kama unavyoona umeangalia video hizi hapa, kuna watu wanaamini Yesu atarudi, kuna wengine wanaamini Yesu atarudi, lakini kuna wengine pia wanaamini Yesu atarudi kwa namna ambayo wanaielewa wao kwa mafundisho yao ambao wamefundishwa. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama wahubiri vyuo vya Biblia kufundisha vitu ambavyo vieleweke. Kwa mfano, ukielezea kwenye elimu yetu ya kawaida, kuna watu wanaamini mwanadamu ametokana na nyani, ametokana na fusion ya kikemikali na nadharia nyingi ambazo zipo mtaani. Kwa hiyo ni jukumu la vitu kama vyuo vya Biblia na makanisa kuwa na ile elimu ya jamii, public education, ili watu waelewe mambo ya Biblia kama uumbaji, kama anguko la mwanadamu, kama ujio wa Yesu na mafundisho mengine, kwa sababu kuna vitabu vingi na mafundisho mengi ambayo yanaelezea watu. Ukiangalia mafundisho ya Yesu alikuwa anahubiri, lakini vile vile wakati mwingine alikuwa anafundisha kwenye mikutano ya nje kabisa ya wenye dhambi. Unakuta anafundisha hiki na hiki na hiki na hiki ili watu waelewe. Watu wanapaswa kuelewa. Kwa hiyo huduma ya walimu pia inahitajika sana. Tunafanya mikutano ya injili mingi, lakini mara nyingi mikutano ya injili mwinjilisti huwa anapiga na kupiga dhambi ile juu. Lakini kuna haja pia ambayo mimi nimeipata kulingana na utafiti huu kwamba watu wanapaswa kuelezewa zile terminologies, unabii, yale mafumbo kama zile parables ambazo Yesu alikuwa anazielezea, na vitu vingine ambavyo ni historia na ambavyo vinaeleza mfano uumbaji, vinaeleza uungu wa Yesu, vinaeleza Musa, vinamuelezea Yusufu. Kwa mfano Musa, ukimwelezea Musa wewe wa Biblia, kuna wengine wanaye Musa wa aina nyingine. Ibrahimu unayemjua wewe, kuna mwingine wanaye Ibrahimu ambaye wanaye Yusufu unayemjua wewe, kuna wengine wanao. Ukizungumzia Farao na Misri, wengine wanazo picha zingine za hawa watu. Kwa hiyo kuna haja pia ya makanisa kuleta elimu hii kwenye jamii ili watu waweze kuelewa zile terminologies, waweze kuelewa unabii, waweze kuelewa mafumbo na vitu kama hivi. Kwa hiyo ni kazi kwetu wahubiri wa injili na makanisa na vyuo vya Biblia kuwa na ile public education. Kwa mfano, ukiangalia vyuo hivi vya duniani hivi, huwa vinafanya utafiti, vinakuja na madodoso mtaani, labda vinafanya utafiti wa kiuchumi, vinafanya utafiti wa ndoa, vinafanya utafiti wa vitu mbalimbali. Huwa tunaona mtaani, lakini mara nyingi sisi vyuo vya Biblia vimejikita kwa watu wachache. Kwa hiyo kuna haja pia ambayo mimi naiona kwa vyuo vya Biblia kutoka sasa kuwaelezea watu, kuja na elimu ya jamii kwamba kwa mfano uumbaji, mwanadamu alitokana na nini? Anguko la mwanadamu alipokula tunda ni nini? Ili kuwaelezea watu waweze kuelewa. Mwanadamu ameanzia wapi? Mtu anapokufa anakwenda wapi? Vitu kama hivyo. Kuna watu ambao wanaamini
kwamba mwanadamu akishakufa ndo imefikia mwisho, hakuna tena kinachoendelea. Wapo wanaamini Yesu atarudi, lakini atarudi kuwakana ambao walimuita Mungu, walimwambia yeye ni Mwokozi. Kwa hiyo kuna elimu nyingi na nadharia nyingi ambazo zinahitaji kufundishwa na kuelezewa vizuri. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya redio mbalimbali ambazo zinafanya hiyo public education, kuileta Biblia kwa watu, kuwaelezea watu waweze kuelewa, ili kuziondoa nadharia na vitu mbalimbali. Kwa mfano ukiangalia swala la Muafrika ni swala ambalo pia wengine wanaamini Muafrika labda ametokana na kulaniwa, ametokana na hivi vitu kama hivyo. Ni muhimu sana kuja na elimu ya kuvifundisha, mbali tu na kuwafundisha watu kwa habari ya dhambi kwamba utachomwa moto, utafanya hivi, ukifanya hivi, ukifanya hivi. Kuna haja ya kuelezea kwa utaratibu na kuwafundisha ili waweze kuelewa. Mungu akubariki sana. Tukutane tena kwenye challenge nyingine. Pia ningetamani kusikia wewe maoni yako unayetazama hapa. Wewe unaamini Yesu atarudi au unaamini Yesu hatarudi? Mungu akubariki sana.